Karibu sana kwenye channel hii ya simulizi kali. Kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe, kulike na kuwasha kengele ya arifa ili usikose sehemu nyingine yoyote ya simulizi hili la kusisimua. Leo tunaanza na sehemu ya kwanza ya Sikujua ninayempenda ni kaka yangu. Hebu tusikie kilichotokea. Katika mkoa mmoja wa Iringa, aliishi mama mmoja aitwaye Jennifer. Alikuwa mjamzito na baba wa ujauzito huo aliitwa Ben. Siku za kujifungua zilipowadia, Ben alimchukua mke wake na kumpeleka kwa haraka hospitalini, lakini cha kushangaza, Ben ndiye aliyekuwa na hofu zaidi, hata kuliko mkewe aliyekuwa anaenda kujifungua. Madaktari na wauguzi walifanya kazi yao kama kawaida. Hatimaye, Jennifer alijifungua watoto wawili mapacha, mmoja wa kiume na mwingine wa kike. Lakini Jennifer alikumbuka jambo moja. Mumewe Ben hakupenda kabisa watoto wa kike. Aliona kama mtoto wa kike ni mkosi au laana. Kwa hofu ya kupoteza ndoa yake, Jennifer alimwomba nesi mmoja aliyeitwa Miriam amtunzie yule mtoto wa kike. Miriam hakuwa na pingamizi. Alimchukua mtoto kwa furaha, kwani yeye na mumewe Charles walikuwa kwenye ndoa ya miaka 9 bila kupata mtoto. Kwa bahati mbaya, ndoa ya Miriam ilikuwa kwenye matatizo. Mumewe alikuwa ameanza kutafuta mchepuko baada ya kugundua kuwa hawatapata mtoto. Jambo hili lilimuumiza sana Miriam, na alipompata Rosie, alimchukulia kama baraka ya pekee. Akaamua kumlea kama mwanawe wa damu. Kwa upande wa Ben, alifurahi sana kupata mtoto wa kiume. Aliuliza kuhusu hali ya mke wake. Madaktari walikaa kimya kwa muda. Polepole wakamweleza kwamba hali ya Jennifer ilikuwa mbaya. Alikuwa amepoteza damu nyingi sana wakati wa kujifungua. Hatimaye Jennifer alifariki dunia. Madaktari walimwambia kwa masikitiko. Kabla hajafariki, alituambia jina la mtoto huyo liwe Cloudy. Ben alilia sana. Akazama kwenye huzuni. Akabaki na mtoto wake wa kiume peke yake, bila kujua kwamba alikuwa na mtoto mwingine wa kike aliyefichwa kwa msaada wa nesi Miriam. Miaka ikapita, miaka 23. Cloudy alikuwa na kulelewa na baba yake mzazi. Rosie naye alikuwa na kulelewa na mama mlezi, Miriam. Hatimaye wote wawili wakafaulu kujiunga na Chuo Kikuu cha Dodoma. Usikose sehemu ya pili ya simulizi hili, mambo yanaanza kuwa ya moto. Subscribe sasa na bonyeza kengele, ili uwe wa kwanza kusikia kinachofuata. Maoni yako ni muhimu. Tuambie unavyohisi kuhusu sehemu hii.